Hello, mambo vipi? Mwanafamilia JS Brand. Hope you are good. Na leo katika tutorial hii nitakuelekeza namna ya kutengeneza simple stunning background ndani ya Adobe Photoshop. Kama unavyoona kazi ambayo nimetengeneza hapa. Yes, kuna moja kati ya shabiki ama moja kati ya followers wamecomment kwamba tunataka kujua namna ulivyotengeneza hii background yako. Yes. Nafichua siri leo kwamba hichi kitu ni very simple. Inatumia dakika kadhaa tu kutengeneza background kama hii. Katika concept kubwa kabisa, unatengeneza kazi zako, hakikisha unazingatia simplicity. Ukiangalia kazi hii hapa imependezesha sana kutokana na nini? Simplicity ya kazi yangu. Yes, ukiangalia na only one word na maneno kadhaa ambao so main subject au topic, kwa hiyo ndio maana ngafuta pembezoni. Yeah, right? Pia kuna herufi huku pembezoni. Background moja imetumia. Pia wakauliza background yako inakuwa na details, inakuwa na quality ina details. Yes. Wana hivi ni rahisi sana. Nifuatilia mwanzo mwisho. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kama wewe ni mara yako ya kwanza kufika hapa. Pia wape ndugu jamaa na marafiki waweze kupata ujuzi kama huu na kukupatia wewe sasa hivi. Yes. Kitu cha kwanza kabisa, hakikisha una vitu vyako unavyohitajika kutumia kutengeneza background yako. Yes. Katika kazi yoyote ya poster editing, poster designing ndani ya Adobe Photoshop, hakikisha na vitu vyako unavyotakiwa kutumia ili usio unazunguka sana katika kutengeneza kazi zako. Yaani ukiwa unatengeneza kazi, wewe unachukua tu kazi, object au tool, una import, una place embed katika kazi yako. Yes. Kitu cha kwanza kabisa, nitafungua worksheet nyingine, tena new, file, nitafungua new. Baada hapo nitachukua kipimo changu hichi hapa, nitasema create. Itafunguka kama hivi hapa kazi yangu. Yes, hii ni blank workspace. Ndani ya katika graphic designing, kitu kinachozingatiwa zaidi ni background. How do you create your background? How do you manage to convince your audience to look your background? Baada hapo ndo kinafuata picha. Unaona? Kwa mtu ataangalia background yako, umeweka content gani, umeweka maneno gani, maudhui gani ndani ya background yako. Background yako inaongea vipi na watu wako? Utengeneza leo nini nao wakusudia. Yes. So kitu cha kwanza kabisa, tukiangalia katika hii kazi yetu hapa, background yetu ni kuna image ambayo nita import hapa, ni zenye stroke hizi. So baada hapo ngoja ni place embed au let me place embed. Nenda kwenye file, nita place embed. Hii picha yangu nita browse, ipo kwenye desktop. Yes, hii hapa. Nita press. Nikisha press kama hivi, nita adjust kwa vile ninavyohitaji. Kupata background hii, nitaweka link kwenye description, then utaweza kudownload background hii na unaweza kutumia kwenye kazi yako. Na ukitengeneza ni vyema zaidi ukanitag, then tujue umefanyaje, imekuaje kazi yako. So vibaya isa. So baada ya kufanya hivi hapa, nenda kwenye hue and saturations. Lengo la kufika hapa kwenye hue and saturations ni kupunguza unjano ambao upo katika kazi yangu. Right? Kama hivi hapo, hapo. Baada ya kuweka hivi hapa, nitabonyeza alt kwenye keyboard ili ni click mask ingie kwenye background yangu. So background yangu mimi haikuwa na mambo mengi, ilikuwa very simple. Unaona? Baada ya hapo nika add new layer. Baada ya ku add new layer, nikachukua brush tool yangu. Unaona? Nikabonyeza hapa kwenye hizi box mbili hapa chini. Unaona? Baada ya kupanda hapo, nikachukua some white color kwenye hii color picker, nikabonyeza okay. Baada hapo nika increase
brush size yangu, nikaweka weupe katikati, Ctrl T, the mark kwenye keyboard, nikuze white yangu. Yes, baada ya hapo sasa I'm very sorry. Baada ya hapo nika Control Shift E kwenye keyboard yangu, Control Shift E kwenye keyboard, kaenda kwenye filter, then nikaenda camera raw filter. Baada kuna kwenye camera raw filter, niende kwenye effects, then niongeze grain kidogo. Nimeongeza grain kidogo, nika pause, right? Sauti zangu kama mwanzo pale. Baada kufanya hivi hapa, kilichofuata nikatia hizi herufi. Hizi herufi ni N, kuna O, kuna E. Hazina maana yote, ila zinaleta nakshi, zinaleta urembo. Haina maana yote katika kazi hii. Kwa ni just designing ambao unaenda kumfanya mtu au audience yako afikirie kwa nini niweke hizi herufi hivi, why, inaita impact gani. So umegundua kwamba hii ni eye catching, inaweka sense katika audience yako, kwa nini ameweka hizi herufi. So katika kutengeneza background zako unazingatia vitu kama hivi. Mteja anakuwa anaangalia sema kwa nini mtu amefanya hivi, unaona isingekuwepo vingekuaje. So katika kutengeneza background unazingatia simplicity the key kwa kutengeneza kazi nzuri yani ya Adobe Photoshop. So baada hapo nikaandika herufi zangu kama N, nikaweka N hivyo, unaona, then increase size, nikachukua font ya Times New Roman, Times New Roman. Baada hapo nikaibadilishia rangi, so nika adjust, nika pembezoni kabisa, Ctrl T kwenye keyboard, nika transform handles, yes. Na hapo nikaishusha nyingine hapa chini, nikaweka O. Nikasogeza pembezoni kidogo huku, Ctrl T kwenye keyboard, na increase size yake kidogo, unaona, nikabonyeza hapo, nikabonyeza Alt kwenye keyboard ili iweze kuduplicate, niandika herufi E. Hii nikaweza kusogeza kidogo hapa hivi, unaona. So unaweza kubadilisha rangi iweze kuonekana vizuri kidogo. Inao nibadilishe rangi, kwa rangi kama hii. Baada kubadilisha rangi kama hivyo, hapo nika convert to smart object hiyo herufi yangu O. Baada convert to smart object, then nika add layer mask ili niweze kuifuta baadhi ya sehemu. Bonyeza X kwenye keyboard, hakikisha kama huku pako peupe, then huku kwa peusi, right? So napunguza size yangu brush yangu, then nika brush kama hivi.
Right? Baada ya kufanya hivyo kama hivi, nikaweza control shift E kwenye keyboard, nika embed zote layer zote, then nikaenda filter gallery. Kisha kwenye filter gallery, alright, nitaweka hizi scaling. Hakikisha umeenda kwenye texturizer, umefungua texture, uenda kwenye texturizer, then na tengeneza hizi scaling kama hapa hivi. Itatokea bricks fulani rangi, mistari. Kama unaiona mistari katika kazi hii imetengenezwa na hiyo effect hapo. Okay. Yes, unaona kabisa background yetu sawa na hii. Nyingine imekuwa nzuri zaidi au na kitu kimepungua kidogo, ila kutokana katika harakati za kuelekeza. So, baada ya kutengeneza kazi kama hivi, then unaweza kuimport picha yako. Unaona picha yako utaifanyia mastering. Yes. Fanya mastering sitaonesha kwa kipindi hichi, itaonesha siku nyingine na very premium. Hii itakuwa kwa wale wanafunzi ambao watakijitokeza kujifunza kutengeneza mastering ya picha ndani ya Adobe Photoshop. Yes. Kuzingatia picha iwe na quality na texture ambazo kama unazoziona hapa. Hii picha hapa. Yes, very simple. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa wengine ili waweze kupata ujuzi kama huu. I'm Innocent Saleh, people call me JS Brand. Shout out.